baada ya Messi kufunga mabao matatu kwenye game la kwanza na kufunga mabao mawili kwenye game la pili, na jumla ikawa goli 5, na kuna records ambayo yamekuwa breaked na huyu mchezaji kutoka Argentina. Nyuma yapo Cristiano Ronaldo, naye kwa siku ya jana aliweza kupata bao 2, na guys haikuwa rahisi sana. Mimi niseme kwamba guys, nataka kumpongeza Cristiano Ronaldo. So hi guys, nafikiri mko salama. Mimi kwa upande wangu ipo vizuri sana. Na kwa siku ya leo narudia tuzungumze kwenye hii timu iliyokutanisha Portugal dhidi ya Uzbekistan, ambapo Portugal imeibuka na ushindi wa bao 5-0 na kukiwemo double ya mchezaji CR7 au Cristiano Ronaldo. Guys, just you imagine, try to imagine guys, maneno yaliyosemwa nini, yani ilikuwa ni virahisi sana kutoka kwenye mood, yani kucheza kuja kurudi uwanjani kama vile umevurugika kichwani, ila Cristiano Ronaldo hakuvurugika. Maana mnakumbuka, Cristiano Ronaldo haujafanya kitu maana nyuma kidogo mechi ambayo waliweza kutoka sare bao 1-1 na hii timu ya DRC, Cristiano Ronaldo hakufaulu kupiga hata shuti moja golini, yani hakufaulu zile shuti ambazo ziko yani zile ambazo zinapita kabisa kwa goalkeeper. Na Cristiano Ronaldo alisemwa sana, sijui nini, eti ana egoism, sijui ataki kuchezesha wengine. Wakina Bruno Fernandes walishambuliwa sana na mashabiki wa Ronaldo, wakina Joao Neves baada ya kauli moja. Na mimi niseme guys, sio kwamba Joao Neves amesema eti ni kwa kumpinza Ronaldo. Pia amesema anavyowaza, kumbe mwisho wa siku akaja kukuta hayajapokelewa vizuri maneno ambayo aliyosema guys. Ila mashabiki sijui mpaka wakaanza kumtaja hata Diego Jota, kitu ambacho kiliniumiza sana. Eti sijui walitaja maneno ambayo siwezi hata nikarudia hapa. Walisema mengi sana na hiyo ukijaribu kuanalyze, ukijaribu kuangalia, ingeweza kumkochi Ronaldo na kuwa kama vile inamtoa kwenye mji fulani hivi inamweka kwenye sehemu nyingine. Maana hii machi angecheza kama vile kuna sensation kwamba yani kuna kakuto kuelewana yeye na Joao Neves na kuhusu maneno yaliyosemwa na mashabiki wa Ronaldo au huyu Bruno Fernandes. Ila guys, kwanza Ronaldo amewajibu kwa kupost Instagram, akaandika always together, yani kuonesha kwamba wako pamoja kila siku, yani kuonesha kwamba hayo maneno yote mashabiki wanayoyasema, wanakuja wanashambulia wachezaji wenzake na Ronaldo, wakina Bruno Fernandes au wakina Joao Neves, hayo ikuonesha kwanza kama hawaungi mkono mashabiki. Na kwenye hii machi ya Uzbekistan, yes guys, unaweza kusema kama Uzbekistan ni timu ndogo, yes ni timu ndogo, ila guys, mood kwanza, mentality bro, kama hauko fresh mentality mimi nafikiri hamna kitu unaweza kufanya. Ila Cristiano Ronaldo nilichopenda guys, alikuwa vizuri, fresh mentality kabisa, na unaona anacheza kabisa na wakina Bruno Fernandes wanaelewana kabisa, hao wakina Joao Neves wanaelewana vizuri kabisa. Anatukawia kwenye dakika ya 6 Joao Cancelo, kazi nzuri sana, chukua mpira anakuwa kama vile anamdanganya mchezaji, kama anapita huku anafikana anajipa mpira mrefu, toa pasi muruu, na Cristiano Ronaldo pale amekuwa amejipoint vizuri kabisa, akaweza kuwanyakua ama defenders wa Uzbekistan na ikawa bao 1-0. Na naweza kusema nimependa gisi Ronaldo amecheza huo mpira, maana amekuwa sharp, very sharp. Maana ukitizama hao ma defenders kuna kauzembe fulani wameweka pale, maana wangeweza ule mpira wengi uchukua. Maana Cristiano Ronaldo amepiga mpira, wamemwangalia hivi, wanasimama mpaka Cristiano Ronaldo akaweza kupiga mpira, wanasimama. Mpira ulikuwa karibu ya defenders karibuni 3. Na niseme ni ushapu wa Ronaldo, ni ushapu wa Cristiano Ronaldo. Na
Kwenye bao la pili walifunga bao 5 guys. Bao la pili ni Nuno Mendes. Nuno Mendes kwenye mpira wa kutengwa. Na mimi niseme hili goli la Nuno Mendes, hii free kick ambayo ameipiga Nuno Mendes, mimi niseme kwamba Cristiano Ronaldo ana kazi kubwa sana pale. Sijui kama ni kazi amefanya au nini, ila mentality ameweza kuwa control wachezaji, golikipa nini. Maana guys, hata wewe sema ukweli, imepatikana free kick, Cristiano Ronaldo ameshafunga bao la kwanza, na kuna maneno yanayosemwa huku, sijui kuna kule Lionel Messi sijui amefunga double, sijui hat-trick, sijui Harry Kane amefunga hat-trick, sijui hao wakina Haaland wana double, sijui wakina Kylian Mbappe. Alafu imepatikana free kick karibu kabisa na goli, karibu sana, ambapo inatakiwa tu ni mpira upite kabisa, usiupitishe tu nje. Yani kuna uwezekano mwingi sana wa goli kuingia, na Cristiano akajipoint pale, akajiposition pale na Nuno Mendes hapo. Yani mimi nachowaza akilini mwa wale wachezaji, golikipa au nani, yani wote macho alikuwa kwa Ronaldo, wote wanasema huyu ni Ronaldo. Yani hamna mtu ambaye angeweza kusink kama Nuno Mendes angemwachia ile free kick aipige. Yani ni kama vile amewavuruga kichwani, yani macho yote, akili yote iko kwa Ronaldo. Maana walikuwa na confidence, wanajua huyu ni Ronaldo atapiga hii free kick ili apate double, ili afunge, ili awe na mabao mengi kama wengine. Ila guys, na Cristiano kabisa amefanya kama vile anaenda kuipiga afu akaacha Nuno Mendes. Na ukitizama vizuri unaona kama golikipa ni kama vile ameshtuka, yani ametarajia Ronaldo apige, akajishtua Nuno Mendes. Mimi niseme respect kwa Ronaldo, maana hata mimi ningekuwa pale ningejua ni Ronaldo anapiga, afu namuona anafanya hivi. Nuno Mendes kiuchapa anafika anaipiga yeye. Wengi pale hawangefaulu kutu. Na ukitizama na ukilinganisha ile free kick imepigwa vizuri sana, nguvu nyingi sana, precision kabisa ya kuenea. Nuno Mendes, appreciate what you did guys. Nuno Mendes kabisa, goli zuri sana, na niseme kwamba kuna Cristiano Ronaldo pale ndani katikati. Na hapo kabla tujaenda kwenye half time, Bruno Fernandes kamuona Cristiano Ronaldo, na Cristiano hakuweza kufanya kosa lolote zaidi ya kufunga, zaidi ya kujichukulia double kwenye hii match ambayo ilikuwa inatakiwa guys. Maana hii match Cristiano Ronaldo ilikuwa inatakiwa uchukue double, at least double, na umeweza kuyafanya. Niseme appreciate sana, na very nice work kwa Portugal. Maana kufunga hii mechi imewapelekea kupata pointi 4, na DRC imeweza kupigwa leo. Maana unasikia kwenye game la kufuata ambapo watacheza na hii timu ya Colombia, ni match itakuwa ni ngumu sana. Kama umetizama match ya leo Colombia dhidi ya DRC, mimi niliwaambia toka zamani guys, hii Colombia ni timu kubwa sana. Hii Colombia ni ngumu. Kwanza ina wachezaji wanacheza na nguvu, wanaweka intensity guys, wanaweka uhitaji, yani wana kitu kinaitwa kombola, wana mashuti, defenders, midfielders, forwards, wote wana shoot, kitu kinaitwa shoot, wakiweka kombola. Kwanza kama una golikipa ambaye hajiamini, basi wewe umekwisha kwa Colombia. Kutaka tu kuwaonyesha kwamba hii Colombia itakuwa ni match ngumu sana kwa Portugal. Yani wamefanya vizuri kufunga hii match, kwa natakiwa sana na kushinda bao nyingi ni vizuri sana. Maana hii Portugal ikija kutoka sare na hii Colombia afu DRC huku akafunga, yani watakuwa pointi sawa 5-5. Hapo tuta count sasa ma goals. Mimi nafikiri hizi bao 5 zitaweza kuwasaidia sana, ambapo
endapo hii DRC au Congo itakuja kuwa imefunga chini ya bao 5 kama ambavyo alivyofanya Portugal. Yeah. Mimi niseme tu guys, acha tusubiri mechi za mwisho zitakuwaje. Ila guys, hii World Cup hii imetuwekea mambo mengi sana, imetuwekea mambo mengi. Mimi niwaambie tu, bakieni hapa tuone games zitakapokuja. Wewe uweze kusubscribe, kulike, nitafurahi sana, nitashukuru. Mimi nafikiri ni mwisho wa video. Tukutane kwenye siku nyingine panapo na majaliwa. Napenda sana guys.